Ni kusalimu kwa jina la Yesu, rafiki yangu popote pale ulipo na unaponisikiliza. Mungu ameachilia neema ambayo si ya kawaida. Tunaenda kujifunza jambo ambalo litakusaidia. Ukiona ndoto hizi 20, jua hizi ndoto unazoziona, ina maana Mungu yupo anakulinda. Mungu ameachilia neema juu yako na utaona ushindi kwenye maisha yako. Maisha ya mwanadamu anaweza asijue kama analindwa na Mungu, lakini kupitia ndoto unaweza kujua kama upo kwenye uwepo wa Mungu au uwepo wa Mungu umeondoka. Ndoto zenye uwepo wa Mungu utazijua, na ndoto ambazo hazina uwepo wa Mungu utazijua. Ushindi wowote kwenye ulimwengu wa roho, ina maana una nguvu kiroho, lakini roho wa Mungu pia anakusaidia na malaika wa Bwana wanakusaidia kiroho. Kumbuka malaika wa Bwana wao wana mamlaka ya kulinda mwili wako wa nje na shughuli zote za nje, kukutia nguvu, kukuongoza, kukupigania vita. Lakini Roho Mtakatifu au roho zilizoko ndani ni kuhakikisha mwili wako usiingiliwe au chochote kisichelete madhara ndani ya mwili wako au kuibuka kisicho cha kimungu ndani yako. Na roho wa Mungu pia anaweza kuongoza nje, lakini zaidi yuko ndani ili kuhakikisha nguvu na mamlaka ya kuanzia ndani. Kumbuka roho yako inahitaji nguvu ya Mungu, na roho yako imezingirwa na roho hizi mbili, roho wa Mungu au roho wa shetani. Kwa hiyo matendo yako mema kwenye nafsi yako na mawazo yako mema na roho yanaweza kufanya roho yako ivute roho wa Mungu. Mawazo yako mabaya yatafanya roho yako ivute roho wa shetani, ili mwili upate madhara au mwili upate furaha na amani. Sasa leo nataka nikwambie, ukiota ndoto hizi jua Mungu anakulinda. Usiogope, zidi kumtukuza Mungu, zidi kusoma neno, zidi kutembea katika utakatifu, zidi kusaidia yatima na wajane, zidi kusupport kazi ya Mungu na zidi kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Ndoto ya kwanza, unapoona malaika wamekuzingira ndotoni. Ndoto ya pili, unapoona wewe mwenyewe upo ndani ya kanisa. Ndoto ya tatu, unapoona unaomba ndotoni. Ndoto ya 4, unapoona unakimbia hatari na unaweza kuikimbia hatari. Ndoto ya 5, unaona umeweza kushinda na baada ya ajali ya gari kutokea ndotoni na hujafa, umepona. Lakini 6, unapoona upo katikati ya wanyama hatari lakini hawakuweza kukudhuru. 7, unapoona wewe mwenyewe ni mjamzito ndotoni. Lakini 8, unapoona umekimbia kutoka kwenye hatari. Lakini 9, unapojiona wewe mwenyewe mvua inakunyeshea. 10, unapoona unashawishiwa na mtu lakini haukuweza kufanikiwa kushawishika, ina maana umeweza kushinda ule ushawishi wa mtu hatari aliyetaka kushawishi kitu. Lakini 11, unapoona wewe mwenyewe kuna mshumaa unawaka ndotoni. 12, unapoona polisi anakulinda, au muda mwingine unapoona polisi hawezi akakukamata. Kumbuka polisi anaweza kuonekana kama mlinzi, ina maana ni ulinzi wa Mungu, lakini pia polisi anaweza kuonekana kama adui au anakushtaki au unataka kuja kukamatwa kama mtuhumiwa. Lakini ukiona anashindwa kukamata kama mtuhumiwa, ina maana Mungu anakulinda. Lakini ukiona anakulinda pia, ina maana pia ni ulinzi wa Mungu. Lakini 13, unapoona mwizi anajaribu kuingia ndani ya nyumba yako lakini hakufanikiwa kuingia. 14, unapoona umevaa mavazi ya kiaskari ndotoni au ya kijeshi ndotoni. 15, unapoona haujaweza kufanikiwa kuzini ndotoni, labda wadada au mtu yeyote alitaka kuzini au mkaka alitaka mzini, lakini umefanikiwa kuacha kuzini au kukataa kuzini ndotoni, jua Mungu anakulinda. 16, unapoona ule paa la nyumba yako imefunguliwa lakini baadaye ikafungwa, yani paa lilikuwa ni kama linaondolewa lakini likaingia likabana likakaa vizuri, ina maana ulinzi wa Mungu upo. Lakini 17, unapoona nguo yako
imekufunika pale, au umefunikwa na nguo, au umevaa nguo pale ulipokuwa uchi, au ulipokuwa unakaribia kupata aibu na umejifunika nguo. 18, unapoona hapo mfano huo, tunaona Adam na Hawa walipojiona wako uchi, Mungu alitengeneza nguo ya magome akawafunika uchi wao. 18, unapoona Biblia au mstari wa Biblia unazungumzia masuala ya ulinzi wa kimungu au ulinzi au baraka, ulinzi wa kimungu ndani ya juu ya maisha yako ndotoni. 19, unapoona kwamba ulikamatwa, labda ulitekwa, lakini kuna mtu amekuokoa, au ulitaka kuzama kwenye maji lakini ghafla mtu akakuokoa, au ghafla ukaokoka kutoka kwenye kile kitu, au kimbunga kilitaka kukupeleka lakini ukashinda, au ulitaka kudondoka lakini hukuweza kudondoka, au ulitaka kuporomoka kwenye mlima lakini ukajitahidi ukaporomoka ukapanda, ina maana umeweza kushinda, ina maana Mungu yuko upande wako. 20 na mwisho, unapoona unawaepuka watu wasio sahihi ndotoni, au unawaepuka watu fulani ndotoni, ina maana Mungu anakuepusha na watu wa giza. Tunamuona ndoto, tunaona anaambiwa ampeleke Yesu Misri ili asije akauawa na Herode, na hicho kitu kinatokea. Lakini pia tunaona au wanaonywa ndotoni wasimrudie Herode. Soma kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 9 mpaka 12, utaweza kugundua haya nayo jaribu kuelekeza. Mimi naitwa Apostle Johannes John. Kama umewahi kuota ndoto za hivi, zote hizi asilimia kubwa zinahusiana na baraka za Mungu ambazo zinakulinda ili adui asiweze kupata access kwenye maisha yako na kutaka kuangamiza maisha yako. Unapozidi kumpenda Mungu, kusoma neno, kuomba, kufunga, kutembea katika utakatifu na kuwasaidia wahitaji na kujitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu na kuwa na focus, ina maana Mungu ataweza kukusaidia, ataweza kukulinda. Kumbuka, hapa duniani ulimwengu wa roho una vita kubwa, na asilimia kubwa ya watu wengi wanakuchukia kuliko watu wanaokupenda. Wengi wanakuendea kwa waganga, wengi wanatamka maneno ya laana kila wakati. Ndio maana na wewe lazima ujifunze kuwa rohoni muda wote, ukitamka mema, baraka, mafanikio na kutangua kila ishara, maneno na manuio ya adui. Luka 10:19, Isaya 54:17, Isaya 8:10, lakini pia Mathayo 15:13, Hesabu 23:23, Kutoka 23:23, Isaya 44 mstari wa 24 mpaka 26, na maandiko mengi pia ambayo utaweza kuyapata. Yasimamie, usikubali kuchoka, zidi kupambana. Yeremia 23:29, Yeremia 1:12, Yeremia 1:10, Yeremia 15:20, Mathayo 18:18, Mathayo 16:18 mpaka 19, na mengi yatumie. Mtukuze Mungu katika maandiko hayo. Zaburi 118:17, lakini pia Isaya 55 mstari wa 11, lakini pia Wakolosai sura ya 2 mstari wa 14, wa Filipi sura ya 2 mstari wa 10, lakini pia Warumi sura ya 8 mstari wa 26, na mengine mengi. Nitazidi kukupa maandiko mengi ya kuweza kusimamia, na jitahidi unaweza kufunga masaa 12, masaa 24, siku 3, siku 14, kulingana na roho jinsi atakavyokuongoza. Na asilimia kubwa mifungo yako jitahidi kunywa maji ili usije ukapata madhara ya kiafya, shetani akajitwalia utukufu au ukaja ukashindwa kufunga tena siku nyingine. Mungu akupe neema na hekima. Kumbuka, Mungu anahitaji moyo uliopondeka na kuvunjika. Mifungo tu, maombi tu, kusoma neno tu hakutoshi, bali Mungu anataka ujioshe, ujitakase, uache dhambi, uache kutenda maovu, ili hata ukisoma neno lifanye kazi, hata ukiomba kufanye kazi. Sababu mwanadamu yeyote ambaye hajatengeneza vizuri na Mungu, kwa maana hata aombe, maombi ya mwenye dhambi ni chukizo, hata sadaka ya mwenye dhambi ni chukizo. Mungu anachoasa cha kwanza ni kujiosha, kujitakasa. Ndio maana Mungu akawa na waraumu wana wa Israeli, akamwambiaje,
mimi mbona tulipokuwa tunatoka Misri sikuwachosha kwa sadaka, kwa uvumba, lakini nyie mmenichosha kwa dhambi zenu, nitawakataa na kuwateketeza mbali. Sasa Mungu anamchukia mwanadamu mwenye dhambi. Anakupenda wewe, lakini anaichukia dhambi yako. Kwa hiyo ukijiosha, ukijitakasa, ukaacha dhambi yako, Mungu atakurejea, atakurudia. Ndio maana akasema kwamba anawapatiliza maasi, anawapatiliza mabaya wale wote waliomuasi, tangu kizazi cha kwanza hadi cha 3 hadi cha 4 cha wale wamchukizao na wamkatao na wavunjao sheria yake. Lakini akasema analehemu maelfu na maelfu ya wale wote wanaofuata amri zake na kumpenda. Ndio maana Mambo ya Nyakati wa Pili 7:14 anasema watu walioitwa kwa jina langu wanapojinyenyekeza, wakaomba, wakatubu na kuziacha njia zao mbaya, ndipo Mungu atasikiliza kutoka mbinguni, atasamehe dhambi zao na kuponya nchi yao. Kwa jifunze kutembea katika usafi na utakatifu. Ndio maana Yohana wa kwanza sura ile ya 5 mstari wa 18 anakuambia, na yule asiyetenda dhambi, yule mwovu hamgusi. Kwa hiyo nakwambia kitu kimoja, kinachofanya shetani atushinde maisha yetu, shetani atuumize, waganga, wachawi, washirikina watuharibu, kwa sababu maisha yetu ni ya dhambi. Hatutembei katika misingi na kile Yesu alicho tutakia au anachotaka. Ndio maana Mungu amenipa neema nikufundishe juu ya sheria ya Bwana, juu ya amri za Bwana, juu ya mapenzi ya Bwana, juu ya kusudi la Mungu, ili unapolijua na unapojua siri nyingi za kiroho ukampendeza Mungu, ya maana utaweza kushinda kirahisi na utaweza kufanikiwa. Tofauti na hapo utaishi kama mtu wa kawaida, huku adui akijitwalia utukufu kwenye maisha yako. Mimi nakuombea Mungu akupe neema ya kumjua zaidi, kumpenda zaidi na kumwamini zaidi. Mpende sana Baba yetu wa mbinguni kuliko baba yako yeyote hapa duniani au kuliko mtu yeyote. Onesha uhusiano, onesha ukaribu. Usimtafute tu kama nguvu tu, bali muone kama baba yako anayekupenda, anayetaka uhusiano wako na wa karibu, anayeweza kukusaidia chochote kile unachokihitaji kwenye maisha. Kumbuka maandiko anasema, Warumi anakuambia sura ya 12, anakuambia mwenye imani atakula mboga zote, lakini asiye na imani atakula mboga moja. Ukiwa na imani, ina maana ukasimama kwenye neno, ukalitenda na ukasema kweli, ina maana Yesu atakupenda na Baba na Yesu wataweka makazi ndani yako. Ina maana Roho Mtakatifu atakaa na kuanza kukufunulia mengi, kukujulisha mengi na kukuongoza katika mengi. Na wapenda, hujampokea Kristo bado? Tamka maneno haya. Sema, Bwana Yesu, nakuamini kwa kinywa changu kwamba wewe ni Bwana wangu, Mwokozi wangu, mkombozi wangu na mfalme wangu. Lakini pia naamini moyoni mwangu kwamba wewe ulifufuka kutoka wafu kwa ajili ya dhambi zangu. Leo nakupokea, naomba unisamehe dhambi zangu zote, unitakase, unifanye kiumbe kipya. Uniandike kwenye kitabu cha uzima wa milele, na naomba uniondoe kwenye kitabu cha hukumu kwa ajili ya ukombozi wa nafsi yangu, mwili wangu, moyo wangu na roho yangu. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Lakini pia baada ya hapo usiache kutafuta maji ukabatizwe, na usiache kututafuta kama pia unataka kubatizwa, na batizwa kwa maji mengi, usinyunyiziwe maji. Huo ni ubatizo feki na ni wa uongo. Lakini mwisho wa mwisho utajazwa Roho Mtakatifu ili uweze kushinda. Maana Yesu anabatiza kwa moto na kwa Roho Mtakatifu na kwa maji. Na wapenda, in Jesus mighty name. Amen. Shalom.